Din amma baad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu wapendwa, baada ya maamkizi, jambo la kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia tukistaka sala na salama zimfikie Mustafa Muhammad ibn Abdullah pamoja na ali zake na masahaba, kadhalika na sote waislamu wa kiume na wa kike. Mwenyezi Mungu aturidhie, Allahumma amin. Amin. Naam, ndugu zangu, baada ya hayo, kwa kweli endelea kukumbushana somo letu kuhusu habari ya saumu. Siku iliyopita tulikumbushana ma yubahu liswaim, yale ambaye yanapendeza kwa mfungaji kuyafanya ama kuyatenda. Tukazungumza baadhi ya pointi karibuni 4 ama 5. Kwa ufupi tulikumbushana jambo la kwanza, yubahu liswaim an yadfa an nafsihi alhur au al'atash yasubu almaa ala ra'sihi au badanihi kulla. Jambo la kwanza linahusiana na mwenye kufunga kuweka maji kichwani au kuoga maji kutokana na joto au kiu cha maji. Hilo kwa mfungaji linaswihi. Ukimkuta mtu amefunga alafu akaweka maji kichwani anajimimina, wewe usimkosoe na usimkataze kwamba utakuwa umepunguza faida ya siyami yako. Hapana, hilo linaswihi kwa sababu alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasubu ala ra'sihi alma wa huwa swaim min al-atashi au al-hurri. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye pia akifanya jambo kama na hilo, anajimimina maji kichwani kwake kutokana na joto kali. Tukasema siku hiyo kwamba duniani maeneo ima majira tumetofautiana. Kuna sehemu nyingine na miji mingine, ndugu yangu, sio kama hivi tunavyoishi hapa kwetu, mara kuna ubaridi. Hapana, kuna sehemu nyingine jua ni kali sana, mpaka watu huwa wanakimbia kutembea barabarani kwa mguu sababu ya ukali wa jua. Kwa hiyo mtu kama na huyo anaweza ikaenea tu mida ya saa 5 mtu anaanza kulewa. Kwa hiyo akichukua maji anaweka kichwani, haijakuwa tatizo. Ima kuoga, hilo linaswihi. Tukasema jambo lingine, wayubahu lahu